watching Pacific Waves Television USA, a place of nourishment. Kiugo kia moyo. Pacific Waves. Kiugo giaku nikio tawa wa maguru makwa na utheri wa kumurika njira yakwa, nikio muthingi uria mwega na murumu wa gwaka miturire itu. Kiugo kia muoyo, tabarĩra ya mwanya ukireherwo ni ndungata cia Ngai nyamure na igaitĩrĩrio maguta o mũthenya wa kiumia thaa 2 cia rũcinĩ kinya thaa 3 cia rũcinĩ mũtambo-inĩ wa Pacific Waves Television. Kĩambĩrĩria-inĩ Kiugo arĩ kuo, nake Kiugo arĩ Ngai, nake Kiugo atũirio harĩ Ngai. Kiugo kia muoyo, ndũkahĩtũkagwo nĩ tabarĩra ĩno. Bwana apewe sifa. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Majina yangu ni Reverend Anthony Thuita kutoka CFF Kent hapa Washington, na nawakaribisha katika neno la uzima asubuhi ya leo, na ninaamini Bwana ataweza kutubariki. Ni asanti kwa kujiunga nasi, asanti kwa vile umetutia nguvu kuwa unajiunga nasi kila Jumapili wakati kama huu, tukikuletea neno la Bwana kutoka hapa Pacific Waves Television and Radio. Na Bwana ni mwaminifu. Amen. Siku ya leo nataka kuongea kuhusu Mungu ambaye hukumbuka watu wake. God who remembers his people. Na Mungu hukumbuka watu. Na ikiwa iwapo unanisikia na uko majira ambapo uko na ombi kama hili la kukumbukwa katika hali yote ambayo uko ndani yake, nataka kukuhakikishia inawezekana hata siku hii ya leo. Katika Biblia takatifu tuna watu waliokumbukwa na Mungu na maisha yao ikabadilika kutoka hapo. Na kwa hivyo unaponisikiliza, uwe na imani ya kwamba ni ujumbe ni wako na Bwana atakunenea na utakuwa baraka kama vile utakuwa pia baraka kwangu. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru na tunakuinua kwa siku hii nyingine tena umetutwalia ili tuweze kulimega neno lako. Ni asante kwa sababu neno lako liko na nguvu na tena liko hai. Asante kwa sababu ya mtazamaji yeyote ambaye amejiunga nasi, na omba ukambariki. Na ninaponena neno hili, Mfalme, wacha likawatie nguvu. Na ni asante na kupa sifa na utukufu katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Ningetaka tuende katika Biblia takatifu, Psalms 136 and verse 23. Zaburi 136 na mstari wa 23. Mungu kukumbuka si kwamba ana memory lapse ama huwa anasahau. Mungu hawezi akasahau kamwe. In fact, yeye si kama mwanadamu. Yeye mawazo yake huwezi kuyajua. Njia zake sio kama njia zetu. Mungu kukumbuka watu wake ama Mungu kukumbuka katika hali yako ni kusema ya kwamba wakati umefika, onyeshe utendaji kazi wake katika maisha yako. He remembered the Israelites. Aliwakumbuka wana wa Israeli alipowaona katika mateso kule nchi ya Misri, na akakumbuka ahadi yake na Abraham na Isaka na Yakobo. Kwa hivyo Mungu kukumbuka ni kuanzia kutenda jambo, ama ni season ama majira ya Mungu kudhihirisha ukuu wake katika maisha yako. Si kusema kwamba yeye hata wakati moja huwa anasahau. In fact, Biblia inasema Biblia takatifu katika Isaia 49 ya kwamba mama haweza kumsahau mtoto ambaye huwa anamnyonyesha, lakini Mungu hataweza kutusahau. He has engraved us on the palms of his head. Ametuchora sisi katika kigaji cha mkono wake. And our wars are always before him. Blessed be the name of the Lord. Na tena anajua mawazo aliyo nayo mema kwa ajili yetu. His plan for us are good and not for evil. Kwa hivyo Psalms 136 and verse 23, Biblia inasema hivi:
The Bible says, Psalms 36 and verse 23, Mungu anapokukumbuka ni mambo gani huwa inatendeka? Na je, ni mambo gani inasababisha Mungu kutukumbuka? Biblia inasema mstari wa 23 na nianzie mstari wa 22 ili tuone chanzo cha sauti hii kwake Israel. Biblia inasema urithi wa Israeli mtumishi wake, kwa maana fadhili zake ni za milele. Amen. Haleluya. Huo urithi ni gani? Verse 21, aliitoa nchi yao iwe urithi, kwa maana fadhili zake ni za milele. Hii ni Zaburi ambayo inaongea kuhusu his mercies endures forever. Vile aliwaokoa katika watesi wao, vile aligawanya bahari ya Shamu, vile aliwapigania ama aliwapiga wafalme wakuu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Hapo katika mstari wa 23 Biblia inasema hivi, verse 23 na 22, urithi wake Israeli watumishi wake, kwa maana fadhili zake ni za milele, aliyetukumbuka katika unyonge wetu. Amen. Aliyetukumbuka katika unyonge wetu. Mtu akiwa katika unyonge ni udhaifu. Unyonge ni wakati unapitia mambo mazito katika maisha. Wakati unapitia nyika. Wakati unapitia upungufu. Jambo ambalo huwa linageuza season kama hiyo ama majira kama hiyo ni kukumbukwa na Mungu. Katika kitabu cha Mwanzo, Genesis 30 mstari wa 22, kuna mama huyu ambaye alikuwa ni mkewe Yakobo. Yakobo alikuwa na wake wawili. Mmoja alikuwa anaitwa Lea na wa pili mwingine ambaye alimpenda sana ili aongezewe miaka 7 ampate huyo, ndiye alimpenda, ndiye alikuwa amemchagua, alikuwa ni Raheli ama Lecho. Na huyu binti alikuwa tasa, hakuwa anapata watoto. Na alisikia maumivu sana katika utasa wake. In fact, hapo mwanzo Biblia inasema 30 hapo mwanzo aliambia mzee wake, the husband, nipe watoto ama nife. Mpaka Yakobo akamwambia, mimi ni Mungu, niweze kutenda jambo kama hilo unaniambia, kwa sababu alikuwa na maumivu. Hapo mke mwenza alikuwa amepata watoto 4. Alikuwa amepata Ruben, alikuwa amepata Simeon, alikuwa amepata Lawi na tena Juda. Na tazama wewe hauna mtoto. Alikuwa na aibu kubwa sana. Alikuwa anapitia reproach ya hali ya juu. Na katika hiyo maumivu, Biblia inasema hivi, mstari wa 22, Mungu akamkumbuka Lea, Rakeli. Alipomkumbuka akasikia maombi yake na akampa mtoto kijana, jina lake ni Yusufu. Na unaona Mungu vile alivyo mwaminifu. Kukumbukwa kwake Lecho hakukuwa tu kukumbukwa kwa kidogo, ama kukumbukwa ambako hakukuwa na uzito. Mtoto aliyepatiwa Leta alikuwa ndiye redeem maisha ya hao wengine. Huyo ni mtoto ambaye alipendwa na Mungu sana, na pia baba yake. Huyo ni mtoto ambaye Mungu alimuinua kwa kiwango cha juu sana. Hivyo wakati mwingine tunapopitia hali nzito, si kusema ya kwamba majira yetu hayawezi kubadilika. Nani angefikiri ya kwamba Lecho atapata mtoto aliye na kibali namna hiyo? Mtoto ambaye atakuwa msaada kwa taifa mzima. Amen. In fact, the scripture says in the book of Genesis, Mungu alituma mtu mbele yao ili aokoe maisha yao. He sent a man before them to save their life, and his name was Joseph. Na kwa hivyo Mungu anakumbuka watu katika udhaifu wao. Yeye aliyetukumbuka katika unyonge wetu. Mchana na jioni ya leo, wale tuko jioni, ningetaka kukuhimiza, maybe unapitia mambo mazito. Wengine umepata talaka, wengine kuna maumivu umepata katika maisha. Na unaona ni kana kwamba maisha hakuna hope kwa sababu ya yale yamekupata kwa maisha yako. Niko na ujumbe kwako, mtazame Mungu, muamini Mungu, anaweza akakukumbuka. He is a God who remembers his people. Kuna mwingine alikumbukwa, mtu kama mama kama Hana, ile aliyekumbukwa akapewa Samueli, pia alikuwa anadhihakiwa na Penina na Mungu akamkumbuka, akageuza dhihaka hiyo. Na alipewa pia nabii, alipewa mtoto wa ajabu.
Ona vile Mungu alivyo mwaminifu. Nani mwingine alikumbukwa na Bwana? Sarai. Biblia inasema katika kitabu cha Genesis 21. In fact ningetaka nikusomee hiyo. Uone uaminifu wa Mungu katika kukumbuka watu wake. Sababu wakati Mungu alimtembelea Abraham, alimwambia kwamba kwa majira kama haya nitarudi na Sara mkeo atapata mtoto. Na Mungu ni mwaminifu kutimiza ahadi yake. Labda unaponitazama siku ya leo, kuna mambo umekuwa ukigojea Mungu ayatimize, na maybe unapitia maumivu mengi ukiona delay, ama ukiona wengine wana ufahari na wanafanikiwa kukuliko. Nataka kukutangazia kwamba wakati wa Mungu kukukumbuka ukifika, utumwa na mateso uliyopitia haitaweza kulinganishwa na utukufu Mungu anaokupitishia. In fact Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho ya kwamba dhiki ambayo huwa tunapitia haiwezi kulinganishwa na utukufu ambao umewekwa mbele yetu. Na huo utukufu huwa unadhihirika Mungu anapotukumbuka. Amen. Mungu akukumbuke katika jina lake takatifu. Neno linasema kumhusu Sarai ama Sara, Bwana akamjia kama alivyonena. Amen. Ni mambo gani umenenewa na Mungu? Ni mambo gani Mungu amezungumza kwa ajili yako? Wengine labda ulifunga siku mingi. Kuna watu huwa wanafunga mpaka siku 40 akitafuta kutembelewa na Mungu ama utembelewa wa Mungu, akitafuta kuguzwa na Mungu, akitafuta Mungu atende tu kitu ya kugeuza utumwa wake. Amen. Na Mungu ni Mungu anageuza utumwa, ya kwamba ukilinganisha maisha ambayo umewahi pitia haiwezi kulinganishwa na maisha yale ya siku za baadaye. Katika Ayubu 42 the Bible says, na Mungu akageuza mateso ya Ayubu, ya kwamba ufahari wa siku zake za mwisho ulikuwa mkubwa kuliko siku zake za bereni, na hata utajiri na hata kufanikiwa. Amen. And the Bible says his end was better than the beginning. God blessed his later days. Mpaka akampea watoto wengine, akampea gamia mingi, maelfu ya magamia, na pia maumivu ya mwili wake ikafika mwisho. Labda pia wewe na wewe unapitia maumivu ya mwili. Nataka kukutangazia Mungu akikukumbuka, yeye ni Jehova Rafa, huwa anaponya. Amen. Niko hapa niwashuhudie, nimeona Mungu akiponya na anaweza kukuponya. Ni kweli Mungu anatumia madaktari kutengeneza ama kutreat, na ukiweka imani kwake, yeye ni mponyaji, ni tabibu wa karibu. Amen. The Bible says yeye alichukua mateso yetu na masikitiko yetu katika Isaiah 53 and verse 4, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Anaweza akakuponya, anaweza akakukumbuka akupatie uponyaji. Neno linasema Sara alitembelewa na Mungu kama Mungu alivyonena, na Bwana akamfanyia kama alivyosema. The Lord visited Sarah as he had said, or as he had promised, and did unto Sarah as he had spoken. Mungu ni mwaminifu kutimiza ahadi zake. Jina la Bwana lipewe sifa. Lile ametamka atatenda. Amen. Lile amenena litatimia. Jina la Bwana lipewe sifa. Na Sara akapata mimba, akamzalia Ibrahim mwana wa kiume katika uzee wake. Alikuwa na miaka mingi 90, na Mungu kwa sababu alikuwa amemwahidi ya kwamba atampea ama atambariki na kijana, na mtoto kijana, Mungu akamkumbuka na kwa muhula aliyoambiwa na Mungu. Na tena Mungu sio tu kumkumbuka, ile wakati ama season Mungu alikuwa amemwahidi atamkumbuka, ndio aliyoweza kumkumbuka. So Mungu ni Mungu, anakumbuka watu wake. Mtu mwingine alikumbukwa na Mungu, jina lake ni Noa. Noa alikuwa ni mtu ambaye aliinuliwa na Mungu katika kizazi kipotofu, kizazi kikaidi, kizazi ambacho kilikataa kumsikia Mungu. Na Mungu akamuinua ili atengeneze ark, na ili akiweza kuingia pale, na wale watakao kuweza kukubali wataokolewa kutokana na gharika. Lakini tazama, Noa na wakiwa 8, nyumba moja tu ndio walioweza kuingia pamoja na wanyama wawili, na mvua ikanyesha, kila kitu kikaangamia, na kukawa na gharika kubwa sana ambao haikuwa imeonekana kama siku hizo za bereni. Na kukatulia, ikani kana kwamba hakuna maisha, ukani kana kwamba mbingu imenyamaza.
Noa ako pale. Unakumbuka Noa akituma ndege ili ziweze kuangalia kama maji imetulia. Na Noa akiwa katika hali ile, the Bible says, kwa sababu Mungu ni Mungu mwaminifu, akamkumbuka Nuhu, ama akamtembelea kwa siku ile. The Bible says Mungu akamkumbuka Nuhu na kila kilicho hai na wanyama wote waliokuwa pamoja naye katika safina. Mungu akavumisha upepo juu ya nchi, maji yakapungua. Amen. God remembered Noah and every living thing and all the animals that were with him in the ark, and God made a wind to pass over the earth and the waters subsided. Hallelujah. So Noah na jamii yake wakaokolewa wakiwa wazima. Jina la Bwana lipewe sifa. Na pia Mungu tu sio kukumbuka tu kwa ajili ya mambo ambayo unapitia. Pia Mungu huwa anatukumbuka kwa sababu ya dhabihu ama kazi ambayo jema tumemfanyia. Biblia inasema ya kwamba God is not unjust to forget our labor of love, in that we have labored in his vineyard. Mungu si dhalimu asahau kazi yenu. Na pia katika Zaburi 20 kuanzia 1 mpaka hapo 7, Biblia inasema ya kwamba Mungu akumbuke dhabihu zako, Mungu akumbuke sadaka zako, Mungu akutembelee, atimize haja ya moyo wako. Amen. Natangaza katika siku hii ya leo, Mungu wetu akakukumbuke. Sijui hali unayopitia, sijui changamoto ambayo umeiona siku ya leo, lakini Bwana akaweze kukukumbuka. Nataka kukuombea. Na iwapo pia ungetaka kupeana maisha yako kwa Kristo, hii ni siku muhimu ya kujitolea na kusema ya kwamba umemwamini Bwana awe Bwana na Mwokozi wako. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa sababu ya siku hii njema ambao umetutwalia na umetutembelea kupitia neno lako. Naomba ukaweze kumkumbuka huyu mtazamaji ambaye anaisikia sauti hii, huenda anapitia mambo mazito na huenda pia anapitia kipindi kigumu. Ili umetukumbusha kwamba siku hii ya leo wewe ni Mungu ambaye hukumbuka watu wake. Neno lako linasema katika kitabu cha Malaki 3 na mstari wa 16, watakatifu walipokuwa wanazungumziana mmoja na mwingine, ulifungua kitabu cha ukumbusho na ukasema majina yao yaandikwe pale. Baba, wewe ni Mungu ambaye hukumbuka watu wake. Wengine wamejitolea sana, wengine wamejinyima hata katika huduma. Naomba Bwana, sawa na Zaburi 20, ya kwamba utakumbuka sadaka zetu zote. You will remember all our burnt offerings and sacrifices, and you fulfill our heart desire. Let it be so. Itendeke hivyo kwao. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi tumeomba na kuamini. Amen. Bwana wabariki. Asante. God remember you. The easiest and most convenient way to send money from UK, EU, US, Canada, and UAE to Africa, Asia, the Caribbean, and Latin America at a great rate with fast transfers to mobile money wallets on popular networks. Use TapTapSend, the best app to send money from your smartphone anytime. We are giving you an extra $20 bonus for sending any amount above $50 on your first transfer. Then use the promo code KIARIPRESTIGE to claim the bonus. You can send directly to recipient's bank account or M-Pesa number. Join thousands of people worldwide who use TapTapSend app. It's simple. Tap tap and send. Our NMLS ID is 2108069. 2108069. Fast things fast. Go to App Store or Play Store and download TapTapSend money transfer app, and you are ready to go. Remember to use the promo code KIARIPRESTIGE to demand your bonus. TapTapSend. Easy, simple, and fast.
You are watching Pacific Waves Television USA, a place of nourishment. Pacific